Kwa ajili ya mama, nimeharibu familia yangu. Nimeharibu kizazi changu. Naweka wapi uso wangu? Natoka kazini na mkuta mama yangu amekaa nje analia. Mabegi yake ameyaweka pembeni huku amekaa kwenye kibaraza cha nje kabisa ya geti. Nafika tu namuuliza, "Mama, shida nini?" Ananiambia, "Mwanangu, sitaki kuvunja ndoa yako lakini nimechoka. Naondoka tu nikuache na amani na mke wako." Naanza kumbembeleza na kumuuliza shida ni nini. Ananiambia hakuna kitu, lakini najua kuna kitu. Mama si mtu wa kulalamika hivi, si mtu wa kulia hivi. Najua ndugu zangu wengine hawamtaki mke wangu, ila sikuwa nafikiria kuwa mama mwenyewe anaweza kuwa na shida na mke wangu. Nahisi kuna kitu nambana sana, kisha ananiambia, "Mke wako hanitaki. Alikuwa ananitukana zamani, lakini hapa alipofikia nimechoka. Akaniambia mimi ni malaya. Ndio maana wanaume wananikimbia." Ananiambia. Bila hata kufikiria mara mbili nakasirika sana. Kwani nikikumbuka jinsi tulivyolelewa kwa shida. Ni kweli, kwetu tuko 4 kila mmoja na baba yake. Tangu nikiwa shuleni wanafunzi wenzangu walikuwa wananicheka na kunikutania kwa sababu ya hicho kitu. Nilikuwa naumia sana. Lakini hata siku moja sijawahi kumwona mama yangu kama malaya. Alitulea kwa tabia na maadili. Sasa kwa nini mke wangu kumtukana? Bila kuuliza niliingia ndani na kumkuta mke wangu kalala. Ni kama alikuwa hajui nini kinaendelea. "Mama yuko wapi?" Nikamuuliza. "Yuko chumbani kwake amelala." Ananiambia. Nilimshika nywele zake na kumvuta pale kitandani. Nikamkokota mpaka nje. Hapo ndio kalala. Nilimuuliza. Alishangaa kumwona mama pale nje akilia. "Mama, kuna nini?" Alimuuliza. Mimi nilijua kama naigiza. Mama alijibu, "Hakuna kitu, ila naondoka nipate amani yangu kwa wanangu wengine." Mungu alinijalia uzazi, sio mtoto mmoja tu. Akaanza kulalamika kuwa mke wangu anamnyanyasa, nimekuja anaigiza. Nikamwambia mama, "Haiwezekani. Kama umeweza kunilea kwa tabu, huyu mjinga ndiye ataondoka." Nilimsukuma mke wangu mpaka nje na kumtolea kila kitu chake. Nilikuwa na hasira. Yeye alijifanya haelewi kitu, ila sikutaka kumsikiliza. Pamoja na kulia sana, lakini nilimwambia simtaki. "Sasa na wanangu?" Aliniuliza. Nikamwambia, "Hukuja na mtoto hata mmoja hapa. Utaondoka hivi hivi na watalelewa na mama yangu. Tuna watoto 2. Kipindi hicho mmoja alikuwa na miaka 4 na mwingine miaka 2. Basi nilimfukuza bila kumpa mtoto. Alihangaika ustawi wa jamii, ila mimi nilikuwa na honga. Mwisho nikamwambia, "Kama unataka usiwaone kabisa, endelea kunisumbua. Huwezi kushinda. Naweza kukufanya kama kichaa kabisa." Kweli aliacha, kwani mimi ni hakimu. Hivyo najua hata akienda mahakamani isingesaidia kitu. Nilibaki na mama. Na baadaye mdogo wangu wa kike alitoka kijijini kuja kuishi na wanangu. Kila kitu kilikuwa vizuri mpaka dada yangu mkubwa alipoondoka kwa mume wake na watoto wake 2 na kuja kuishi hapa kwangu. Mimi ni mtu bize sana. Yaani kwa kazi zangu nikiondoka asubuhi kurudi ni usiku. Hivyo sikuona kitu chochote. Sikujua kinachoendelea katika familia yangu. Nilijua wanangu wapo salama na mama yangu. Mke wangu akipiga simu kuulizia, basi mimi sitaki hata aongee na watoto. Kwa miaka 7 sikumruhusu mke wangu kuwaona watoto. Baadaye, hata kabla ya kumpa talaka, alianza kuishi na mwanaume mwingine. Niliposikia kazaa huko kwingine, nikampa talaka ili akaishi mbali, nikimwambia kabisa sitaki hata uje kuwaona watoto. Siku zote nilikuwa nikiwaambia wanangu kuwa mama yenu kaondoka, hawampendi, kaenda kwa mwanaume mwingine. Sikutaka kuchunguza wala kutaka kujua chochote. Siku moja nilikuwa nimelala chumbani kwangu. Nilikuwa nimechoka sana, kwani nilichelewa kutoka kazini. Ilikuwa ni usiku kama saa 7 hivi. Nilisikia kelele kutoka chumbani kwa mama yangu. Nikatoka. Alikuwa anagombana na dada yangu mkubwa. "Sitaki unavyoishi na watoto wa kaka yako. Umenifanya mpaka nimfukuze mama yao nikijua wewe ni mwanangu na damu yangu. Lakini unachofanya sio.
hawa ni wakaka yako. Waniuma unavyowafanyia hivi. Waonye wanao wakubwa, la sivyo nitaongea na mwanangu. Huwezi kuwafanyia hivi. Nilisikiliza kwa muda wakitukanana. Wewe mwenyewe mchawi. Ulikuwa na roho mbaya tu. Mimi nilikushauri tu ukaenda kulialia kwa mwanao. Ongea naye. Mwambie ukweli kuwa wifi hakukutukana. Ni roho mbaya zako tu. Walibishana sana. Na katika kusikiliza, nikagundua kuwa mpango wa kumwondoa mke wangu ulikuwa ni wa dada yangu. Mambo yalikuwa yameshaharibika kwa mume wake. Hivyo alitaka kuja kuishi kwangu. Akaongea na mama, sijui alimwambia nini, akitumia udhaifu wangu kwa mama ili nimfukuze mke wangu. Na kweli walifanikiwa. Katika kuwaisikiliza, nikagundua kuwa watoto wa dada yangu waliokuja nao walikuwa wanawaingilia watoto wangu wawili wadogo kwa muda mrefu. Dada anajua, lakini mama ndiye alijua karibuni na kuwakataza, lakini hawataki kuacha.